Thank you so much, ladies and gentlemen of the Fourth Estate. Karibu kwangu hapa. Mmenipata nilikuwa nakunywa chai na mheshimiwa rafiki yangu kutoka Tongaren. Alikuwa amekuja tu consult kidogo. Sasa pia akasema tukue hapa naye. I want to appreciate our people Bungoma County, Trans Nzoia, and the Luhya Nation at large for being sensitive and being alert. When I move around here, when I move around in our county, in our counties, we get our people putting us to task about a few issues. I'm elected member of parliament for Bumula, representing the nation. I love the debate that is going on now. At least we are able to talk about issues, development issues about our people. Whenever we go for an election and you are elected, it is incumbent the government to implement the manifesto they laid upon their people. And as such, in Bungoma County, there are few issues that we would like to clarify to our people. We are not sitting well as a county. This government, through their representatives, promised so many things. Promised so many things. You are aware they had promised to buy a new machine, Nzoia Sugar Company. Machine which they didn't buy. They came and sold our factory, sold our land in the pretext of leasing. Those who understand know that leasing is selling. Privatization is selling. And 1 acre of land was going for 50,000. I hope that you should know. Now the people around Nzoia Sugar Company are totally impoverished. Farmers have not been paid. Workers have not been paid. In fact, for your cane to be cut today, you must bribe. To get permits, you must bribe. Those are issues. And we see our top leaders moving around saying now Nzoia is working. It is not working. People are crying. It is not working. One of the first visits of the president when he was elected was he toured the referral hospital, the wing that had been put up by Wangamati regime. He put up that one. He put up one in Bumula and another one in Tongaren. So the president came and opened it. Up to now, not a single bed. Not a single bed is in our referral hospital. Those are issues we want us to converse around. Ladies and gentlemen, we have seen the president tour very many other areas. There are actual road developments going on. In fact, he is launching they're advertising new roads in other areas. But we have very critical roads in Bungoma here. One is Musikoma Sangal Dorof, started in 2013. Up to now, when we make noise a bit, they become reactive. They put graders on it. Immediately, it stalls. It's gone. We have Mateka, Bumula, Kimaeti, Mianga, Kimaeti, Malakisi, back to Netima and Mayanja, where the president himself promised. That road stalled. Up to now, contractors are not on the site. Yes, yet you have seen the president launching other roads elsewhere.
The road of Bisunu Sirisi. It is told. Now, the mighty Misiho Brigadier Road. It is told. All these roads were not started by Ruto regime. They were started by Kenyatta regime. They have stalled. Leaders ought to be accountable to the people. Now, gentlemen, when we ask these questions, it's not that I hate any particular leader. I'm just asking that some of these promises were made to us through our two leaders, Musalia Mudavadi and Moses Masika Wetangula. So it is for them to come and tell us, now we are going to pass the last budget of President Ruto. I can tell you I've looked at the budget. The monies allocated to these budgets, these roads are very small. For instance, the Mateka Mungati Road, it hardly has 90 million. You know that 90 million high volume cannot do 2 kilometers. That is the only allocation. So when I heard the speaker the other day, when he hosted some leaders and saying, in 6 months, all these roads are going to be done. How? Now, apart from that, they had promised us 1,000 kilometer road network. Where is it? We have seen the president launch massive projects in Nyanza. Commission, they launch, they construct, and he goes to commission. They are done. Why are ours not going on? The only road that is going on in Bungoma, and it's good to note, it is the only road that passes through Speaker's home. Whether you want to come from Sikata, it is being done. Whether you want to come from Salmond, it is being done. Whether you want to go to his Muhoya home, it is being done. It is the only road. So we are asking these questions that, can we have our share in this government? Because we are taxpayers. We pay tax. There are two other infrastructure developments that ought to have been finished now. The stadium. I saw the senator the other day going in the stadium. He is a PA to the speaker. He should give us answers. He's the chief whip of the Senate representing government. That project has stalled. Initially it was 65-seater. Now it has been reduced to 12-seater, but it has not been finished. Other stadiums, Homa Bay came after us. They finished, they commissioned. Kwani watu wengine wanalipa ushuru gani na yenye sisi yetu haiko? The other day you saw airstrip ya Webuye. The board came there. He told us, no, in 3 months it will be done. It's a rhetoric. Gentlemen, it is rhetoric. The Tongareni hospital is not equipped. It was built by Wycliffe Wangamati, governor. The Bumula one here is not equipped. The other day I saw the minister, my good friend, Minister for Health, Dan Duale. He brought a CT scan machine here. That CT scan machine is a fraud. The amount of money our people are paying to that CT scan is more than you would pay in a private hospital. So how are you helping our people? In fact, to maintain that CT scan machine, Bungoma Referral Hospital tops up on the amounts because they brought us too expensive machine operated by their people. We do not know the person operating that. If it was for business, Lusaka would have advertised and said, we are inviting bidders in Bungoma County. Anyone who can run, you lease that service to one of our sons here in Bungoma. But this money is not for us. It's going away. Today, a CT scan in Bungoma referral is more expensive than life care. Those are issues that we are here to address. Our people are doing very badly. When it comes to national appointments, like in Bumula here, we don't have any high-ranking appointments in this constituency. Not one. Our people have gone down to a level where they can't afford even a meal a day. Now, together with my colleagues here, the MCS, we've gone out of our way now to look for funds to support our people by empowerment processes. We started, we've done that in Webuye, in
Mheshimiwa's constituency. We have in Mheshimiwa's ward. We did that here in Bumula ward, where we empowered these Mama Bogas. A few weeks ago, we were hosted by my good friend, the MCA. We've been pushing for his people to get empowerment, where we delivered 1,700 chairs and 17 tents. Now, last week, Sunday, we did the same for Hasoko Ward, where we had my good friend Governor Natembeya, my good friend Otsosi. We delivered 10 tents and 1,000 seats. We are doing that because our people are in despair. Nothing is working down here. SHA is not working. Teachers are in limbo. Okay, you understand what teachers are going through, and yet when they meet their leaders, they tell us, "No, 6 months we are going to solve this. 6 months we are going to solve this." We demand that government remains accountable. That at least our leaders stop playing with the lives of its citizenry and focus on empowering our people. We have seen great leaders in our nation. We saw Masinde Muliro. Muliro died without even having employed his children or his people. Muliro's focus was emancipation of our people from poverty. You have seen his sons. They are just living normal lives. You cannot. Muliro died without any of this stolen property. Look at Wamalwa Kijana. He died a simple man. Wamalwa Kijana never focused to his brothers, never focused to his children. Wamalwa Kijana never focused to his in-laws. Okay? Look at Muskari Kombo. Peaceful man. He served, he left. He never focused on stealing public money for the sake of his family. No. Look at Eugene Wamalwa. He's living a very simple life. To an extent now, people come from outside to insult him. So we are demanding accountability from the leaders that exist today, that stop amassing wealth primitively from poor people who are suffering in this Bungoma County. And you know it. You know it. You are media people. You know it. When I talk like that, you know it. People now are employing their children. Yeah. They are, when you move around Bungoma, there's one story that is very sad. At county assembly, just across, there is railways land. It used to be called Railways Park, where people had leased that land from Kenya Railways and put up some structures, temporary structures, and they were doing business. One of them was a young man who was selling clothes. He's now a mentor because he had taken loans and those things were pulled down. Now, the same railway thing has now been taken over by one of our leaders in this town. And I put it on to Moses Wetangula. If you are honest serving leaders, why do you have to make people suffer and then come and take it just because your son is a director at KRA, not KRA, at Kenya Railways? It is wrong. And I call upon our leaders to tufanyie wananchi kazi. Tufanyie wananchi kazi. We want a leadership that grows people. I was brought up by Wamalwa Kijana, Musikari Kombo. I was brought up by those people. If Kombo did not have faith in young people, I would not be here. But look at what is happening. Wamboka akiinuka kidogo. You know my position I was given by Raila Odinga. Ford Kenya did not qualify to even nominate, to even have a chamber. They didn't have, because they didn't have numbers. I was given PIC chair by Raila Odinga. And they struggled even to remove me during Raila's time. Raila stood firm. He told Junet, we cannot allow. This is our person. When Raila died, I knew nimefikiwa. Junet Mohammed has tried, my friend. I have tried, but nimeshindwa. So I was removed. We went to court. The court gave orders that indeed the speaker has no such mandate to remove a chair, a committee. When I said it was a speaker who did this, orchestrated all this, he denied.
But now they have gone to court of appeal. Who is the complainant? Who is appealing? Speaker Moses Masika Wetangula himself. If you choose to know, the person who represented the speaker in that case was his PA, Milimo. And even now in the court of appeal, it is PA, Milimo. So how can you say he was not involved? But I've said this and I want to go on record. I now don't want that position. Mimi I'll just clear my name na nikuje huku chini sasa tuongee na wananchi. Tufanye siasa. I honestly don't want. I've done my best. It's been a lot of witch hunt around all this. To an extent that even working as an MP, iko shida. And that position, because the only reason why they fight is as a chairman, I have pulled a few things towards our end. We have an energy center that serves the whole of Bungoma County here in Bumula. We are doing a KMTC here. Okay, super. We have done water, Namuningia Dam. Now, half of Bumula constituency is going to be, it will have water. Because I talk to my colleagues. When I find a chairman of water, I say, chairman, wekea mimi hii, they put. Chairman for energy, wekea mimi hii, they put. It should also go on record that I have the highest allocation of electricity, World Bank electricity circulation. So, someone just saw that this person is moving and helping his people, then he must be stopped. We want leaders who grow people. What did Wangamati do? Wangamati was chairman. He was given that position by the president. It was not given by the speaker. But just that because he was speaking differently, akagongwa. And I'm sure all of you know that. Akagongwa. You had the speaker chest thumping. Mimi ndio nilitoa Ngome. Acha Ngome masomo yako ikusaidie. Really? And you want to be a leader? And you want to be respected? So that every other person coming up anaenda chini. So those are issues. I want us to have a conversation on the gents and ladies of Fourth Estate. I want us to have an conversation. Sisi kama leaders of Bungoma and be accountable. Let's have a conversation. Let's not run away from issues. Roads, power, water. These things are not here. They are in other counties. During the campaigns, they told us, we will be bringing lorries. Tunaweka watoto wenyu. Hata I remember one time speaker akisema, hakuna kuangalia ati ufupi ama urefu, tunaweka we ndani. Hakuna kuangalia meno, unaenda polisi, unaenda jeshi. Now, good manners in leadership, when you come back, tuambie malori ulilete ngapi. Hao watoto ulipeleka wangapi. And we have very sad stories around this Bungoma. You find a parent has sold his life. A parent has lost all the property to educate their children. Now, this child is graduated from university from 205 up to now. Statistics. I've been in education stakeholding. Statistics in terms of employment, we are at 208. Yeah, our brothers from Rift Valley are at 2019. Our brothers from Central are 2024, year 2024. Sisi sahi bado watu 208. And they are supposed to be retired because you can't be employed ukizidi miaka fulani. Now, those are the issues I would like us as Bungoma people to address. Hii vitu ingine yote ni side shows. Let no one think that sasa atatumia side shows to make a comeback. No. Tell us where you said you will do this for Bungoma. Tell us what you've done. We can't be talking about roads of Uhuru Kenyatta now, where are even yours? And lastly, I give my brothers to the chest. We have struggled as a community, not as a nation. And I speak this as a son of this. I have nothing personal
about anyone, about Musalia Mudavadi, about Speaker Wetangula. In fact, I've helped Speaker Wetangula so much. So much. When there was no one to stand for him, I did. I stood with him. I stood with him, notwithstanding the manner in which he took over Ford-Kenya. All of you know what happened. But and they say, he who lives by the sword goes by the sword. I've stood with him. But it has come to a point where, as leaders of this, where we come from, we must do an introspect. Ask ourselves questions. Where did the rain start putting us? Masinde Muliro had moved up to some point. He handed the baton to Wamalwa Kijana. Wamalwa Kijana united people. Was in Kakamega, was in Busia. He united our people. He left us as deputy president. When Wamalwa passed, I expected our elders to consolidate very quickly and to either pick on Kombo or Mokisa Kitui for succession purposes. They didn't do that. So the people who wanted to manage our community went for Mudi Awori because they knew then he's not on succession plan because he was old enough. And that is where we have lost it. Now, we have been supporting. Luya land now ni kama ile chungu kimewekwa kwa njia panda, kila mtu anamuweka mrija kidogo. Ukiangalia sasa kwa hao watu wanasimama, wanataka tu waweke kamrija wakate kidogo waende. And they keep promising us that ndakuachia 2030. You know very well, succession, there is no way you will succeed na mtu hako na deputy wake hapo. Uhuru tried it. Simuliona ikakuwa ngumu. Uhuru tried kuleta mtu tu nje. Unajua mtu akiwa deputy anaweka mizizi. Sasa rais, succession inaendelea Kenya. Unaona anakutana na ndugu zetu kutoka Lake Region. Wanajipanga. Ndugu zetu kutoka Central. Wanajipanga hata wakosa. Umekisikia wakisema sisi tunataka deputy na ni joke. Lakini sisi wetu wanatuambia ni mimi nimejipanga tu. Na saa hii hauko. Okay? And the way the dynamics of politics are going, it is true. When you are 80 years, you can't run like a person of 80 years. It is true. You see other communities are bringing up leaders. Ukiangalia ndugu zetu Wakikuyu, mtu anaitwa Ndiki Njoro, Kimani Ichung'wah, hata wakipigana namna gani, you will never see any of them kulima stabbing any of them. Ukiangalia ndugu zetu Wajaluo hapa, they have young leaders coming up. Gladys Wanga, kina Atandi, kina Mbadi, no one is hitting any of them. Lakini huku kwetu hapa wazee wanataka ukweli. Hapo pahali wapo. Wangamati akisema gonga. Ngoma akisema gonga. And that is why we have brought this conversation. Which way is good for us as Ngoma, as Western people? My people, I'm not a madman. I can see where we are headed. We have pro-system na tuko na wale tuko na mawazo tofauti. Ni demokrasia. Sisi hao wanasema ati hawatasimama 2027 na hata hawataki upepo. Sisi tunasema Muluya ako kwa pesa. Na hiyo timu mnajua. Tuko na gavana anatembea hapa ndani. Tuko na Eugene Wamalwa ndani. Tuko na sisi ndio Sifuna ndani. Caleb Hamisi hapo. Boni Khalwale hapo. Ososi, Oundo. Hapa niko Bungoma hii tuko na my twin brother Majimbo Kalasinga. We are saying we want a conversation issue based. Tuone ile shortcut itaweka Muluya kwa meza. Now where is my problem? Wewe speaker, shika njia yako, tuone utafika. Sisi pia hapa chini tunasema hatutaki 32. Na by the way, you better take us serious. We will have a Luya on the ballot. This is 2020. Mkienda kupiga kura, Muluya atakuwa.
Sasa wale watu wanadanganywa ati kuja tusaidie 2032. You know, my friends wale wanakuwa na Rais Ruto wakikuwa na Weta nasema ni wewe tu. Ukienda kukuwa na Musalia nasema ni wewe tu. Sasa hivi unaona ndugu yangu Oparanya and of all those people by the way a person who means well. Kwa hiyo watu wote hiyo group ni mheshimiwa Oparanya. Tulikuwa naye hapa juzi maneno ya mbao. Hata alikuwa amethreateniwa. We had to cancel the thing 3 times. He had been told not to come by Speaker Moses Wetangula. Ati ukienda nda mobilize goons wakuje huko. Paka tukamwambia and we are being told these things tukiwa na mheshimiwa Waluke. All these leaders they know what has been happening here. How do you tell a minister atuziende Bomula? I will mobilize goons. Those are kind of things that we've been dealing with. Those are kind of intimidations that we've been dealing with. Lakini sisi we will solve them. Tuseme asanti. Majina naitwa Job Wadali. Chukua hii fursa kwanza shukuru mwandishi wa watu ambaye anaongoza hapa ambaye katika changamoto na yeye kama jambo langu la pili niweze kusema kwamba pole kwake kwa ile mambo ambayo imefanyika kule bungeni National Assembly. Hii ni kiti ya PIC ambayo sisi wote kama wanabungoma tulikuwa tumeumia sana. Bunge ameweza kutembea na sisi hii kaunti yote. Najua chama ya PAP alikuwa na miaka chache especially sisi ambao tulikuwa kwa hatukuwa watu wachache, kwa members wengi sana. Tulikuwa tumeweza kutembea karibu kaunti mzima tukifanya government program, kwa sababu ukiwa chairman wewe sio chairman wa jikoni tu, wewe ni chairman. Ukipewa chairman kama jinsi yeye alivyokuwa chairman katika Azimio, yeye ni chairman kwa wote kama Bungoma. Ukiangalia Bungoma yote hakuna mbunge mwingine ambaye alikuwa amepewa kiti ya kuwa chairman. Ndio maana mbunge wetu wa Bungoma ametolea, ametembea hapa hii Bungoma yote kufanya mambo ya sawa. The reason why tulikuwa tunatembea Bungoma yote na sio Bungoma tu, yeye kama chairman aliangalia akaona ile mambo ambayo serikali ilikuwa imeagiza kufanyia watu serikali ya juu yote, kwamba tutawatoa chini, tutaweka wapi, sijui mara bottom up, hivi ilibadilika ikakuwa up bottom, na hapo ndio tulikuwa tukifikia. Tukasema wacha sisi tushikie, tutoe watu wetu chini tukiwapeleka. Tukatembea na yeye hivyo, kwa maana yeye hakuwa chairman wa kula, yeye alikuwa chairman ametoa hiyo kiti ya chairman kuongoza wabunge wenzake kule bungeni na kuongoza kamati hiyo jambo la pale ambapo ilifikia na akanyang'anywa kile kiti. Mimi personally nataka nilaani hicho kitendo, sio kitendo kizuri. Saa hizi Bungoma tukitembea na sijaona press ya wabunge wa Bungoma eti wabunge wa Bungoma wamesimama mahali wamesema hapana, hii kiti ni yetu ya Bungoma na lazima mwenzetu tutakubali anyang'anywe. Hatujaona hiyo, kumaanisha. Na ukiangalia wabunge wengi wa Bungoma wako katika mrengo fulani. Ukiangalia wabunge wengi wa Bungoma wako katika mrengo fulani, which means huenda kuna mkutano ilifanyika mahali fulani, wakasema huyu tunanyang'anya, na kila wakati sisi hapa Bungoma tukinyang'anywa kitu huwa hairudi hapa Bungoma. Tukinyang'anywa inaenda sehemu nyingine, tukinyang'anywa hapa Bungoma inaenda sehemu nyingine. Hiyo ni kutuacha uchi na kututoa heshima sisi kama watu wa Bungoma. Ni kama hii kura wakati tulikuwa tunapiga ile wakati wakatudanganya mara 30% mara Bungoma sasa nyinyi ni watu wa heshima sana, wakati wanakuja hapa ni kutudanganya tu jinsi ilivyosemekana mara ya kwanza. Mimi wakati rais alikuja hapa trip yake ya kwanza, hauwezi kuja kusimama kwa hospitali ambayo wewe mwenyewe hujachangia shilingi hata moja eti unaenda kufungua hiyo hospitali, na hata kitanda moja peke yake, hata dawa tu Panadol ya shilingi 20 kama president mzima huwezi acha hapa. Watu wa Bungoma tumechezewa, sijui ni kuchezwa ama tumechezewa. Watu wa Bungoma sisi tumekuwa mpira wa kandanda
kupigwa left, right and center. Mimi nataka nilaani hicho kitendo na niseme kwamba kama sisi watu wa Bumula, rais amekuwa hapa kama mara 5 hapa Bungoma. Licha hatuoni matunda ambayo ametuletea. Hiyo barabara ya kwenda kwa Mheshimiwa Waluke imesimama mpaka saa hii. Kuna kitu kinaendelea. Barabara iko hapa Bumula, wameimba hii barabara ambayo ilianzishwa na Mheshimiwa Uhuru ya kutoka Msikoma kwenda Munga huko chini, hakuna kitu kinaendelea. Ukiangalia ile barabara ya Misiku Burikilia imekuwa barabara wimbo, nenda miaka rudi. County sisi tumeweka hapo pesa, tumemaliza nafasi yetu. Nafasi ya national government iko pale, hakuna kitu kinaendelea katika ile barabara. Mambo ya national government, hiyo barabara ilimwe na imalizwe. Jambo ambalo mimi nataka kuuliza, sisi ni kupigana tu hapa chini sisi wenyewe kwa wenyewe, badala kwenda kuambia rais hii barabara county imemaliza, national government wacha iendeleze. Sijui wale viongozi wetu walio juu wale wanajidai, mwingine anatembea mimi ni chairman wa bunge wote, mimi sasa hivi tuko na speaker namba 3. Sijui wao wakikaa na rais ni mambo gani wanaenda kumwambia. Juzi mumeona barabara ya Msikoma, wananchi wameandamana kwa sababu ya nini? Barabara ilianzishwa, hakuna mpango, na imekuwa kila wakati launching, relaunching. Sisi kama jamii ya Bungoma, mimi ningependa kuuliza swali, tunaenda wapi? Kila serikali ikija itaendelea kutuchezea jinsi inatuchezea kila wakati. Saa hii watasimama mahali wakuambie Nzoia inafanya. Vijana wetu wote wamefutwa kazi, na hiyo ni jambo yenye nyinyi wote the fourth estate mnajua kwamba watu wetu ambao wanatoka hapa Bungoma wote walifutwa kazi. Rai amekuja na watu yake, na mnajua Rai ni nani. Mmejua hiyo shamba nasikia iligawanwa. Kuna viongozi hapa Bungoma walienda wakagawana hiyo shamba. Mnajua wale waligawana because sio Job na sio Wamboka na sio Rize na sio huyu Alan. Sasa mnajua wale walienda wakagawana hiyo shamba, wenye wanachukua miwa yenye tayari ilikuwa imepandwa wakiuziwa kampuni. Mnajua wale matapeli ni kina nani? Wameenda industrial park. Up to now niambie nini inaendelea kwa industrial park ambayo watasimama waseme tulileta industrial park. Watuambie industrial park inaenda imetusaidia sisi watu wa Bungoma kufikia saa hii kuanzia 2023 rais akija hapa kufikia saa hii 2026 industrial park inafanya kazi haifanyi. So sisi tumekuwa watu wa kuchezewa shere kama watu wa Bungoma. Sasa saa hii mtoto wetu ile tunaona anaamuka, wanakimbia wanafanya nini? Wanagonga. Ile anaamuka wanakimbia wanagonga. They don't want anybody to have a dissenting opinion ya kutetea watu wa Bungoma. Wao hawatetei watu wa Bungoma. Yule ako na ascending opinion anasema hapana, hii hapa mmenyanyasa watu wetu. Hii hapa mmenyanyasa watu wetu. Hii mradi imegwama, hii imegwama. Huyo ndiye anaenda kufanya nini? Anaenda kufanywa target. Kwani kama chairman, hata kama wanasema wewe chairman eti umechukua pesa kwa chairman, unaongoza wenzako, kwani hao wengine hawakujua unachukua? Hao wengine hawakujua eti ndio ikuwe target ya mtu mmoja tu, which means hao wana target individuals. They are not targeting because kama kamati imeoza, si kila mtu ameoza? Si bunge si kichwa ikioza then kila mtu ameoza? Why target just one individual in a committee? Which means wao hawana shida na kamati, hawana shida na wanakamati wengine. Wao ile target wako nayo ni mtu mmoja ambaye ni Jack Wanami Wamboka, and we know the reason why they are against, why hawataki Jack, na tunasema ni sawa tu. Wacha sisi ikifika 2027 tutapanga mambo yetu. Wacha wao wapange mambo yao kule ile kiti. Wacha wewe rudi hapa Bumula, rudi hapa nyumbani, tupange mambo yetu ya nyumbani. And you have like-minded leaders wale tunaweza sukuma hii kurudumu, tutoe hii uongozi ambayo inadhalilisha watu wa Bungoma. Mimi ile siku barabara ya hii ya kutoka hapa kutoka Misiku Brigidia itaisha, ile siku hii barabara ya kutoka kwenda Mungasi hii itaisha, ile siku ile barabara ya Msikoma itaisha, ile siku ile barabara ya kwenda Sirisia itaisha, ile siku hii barabara ya kwenda Mianga yenye president mwenyewe alisema anaenda kuleta, ile siku itaisha. Nitasema 2 term, lakini kama sio hivyo ningali tu 1 term.
Hii mambo ingine tuta discuss wakati barabara hizo zimeisha. Hiyo tu kidogo, hata hatuulizi mambo mengi. Jambo langu la mwisho kwa sisi watu wa Bungoma, of course Jack ni mbaya, na wacha mimi nikubali huyu Jack ni mbaya. Appointments ngapi sisi tumeletewa hapa Bungoma? Walileta appointment ya mtu anaitwa Nakhumicha, eti kwa sababu anaitwa tu Nakhumicha wakasema ni Mbukusu. Anatoka Bungoma, tuko zero. Unajua Bungoma tunatuongea kuhusu 30% yetu, na wale walinegotiate wanajulikana kuhusu hiyo 30%. Wale watasimama katika mikutano zote watuambie tumewapea appointments, wanajulikana. Nakhumicha, Trans Nzoia. Wakaleta hii mtu mwingine anaitwa Debora, Trans Nzoia. Wakaleta hii mtu mwingine sijui eti huyu mtu ametolewa kwa KRA ama sijui wapi kwa Tanga, sio mtu ya hapa Bungoma. Wakaleta, you see, tuache kuchezewa. Si eti kama watu kuna mtu ana trade in chances za watu wa Bungoma, wacha tuambiwe wazi. Lakini sisi Bungoma, the way I know, kwa national government tuko zero. Hata ukihesabu tu ufike wapi, si eti jina ya Mbukusu yote, watu wa Mbukusu wako Trans Nzoia. Hapa Bungoma kuna Wateso wengi. Wateso wangapi wameandikwa wako kwa nini? Wako kwa serikali, watu hesabie mmoja. So wacha tusemezane ukweli. Ile mtu tunajivunia nikimalizia, ile mtu tunajivunia hata yule DIG sio mtu ya hapa Bungoma, mtu ya huko. Sasa sisi Bungoma tunajivunia nini? So kama mimi Job, ile siku nitaona serikali imekuwa balance na watu ya Bungoma pia wamepewa kazi, nitasema nini? Tuta. Kama sio hivyo, wacha hiyo mambo ya tuta muikae kando, wacha mimi nitafute tu kura yangu ya West Bukusu na niombee huyu Jack, Mungu amsaidie. Wale wanampiga vita na Mungu atembee na wao. Asanteni sana. Naibu kiranja walio wachache katika bunge kwa sababu ya shughuli zingine ambazo zilikuwa mingi, nilikuwa na notice ambayo ni fupi. Ninataka kuhakikishia mheshimiwa mbunge kwamba sisi katika hii vita hauko peke yako. Sisi tutasimama na wewe hadi mwisho. Umesimama na sisi tulipokuhitaji na wakati huu unatuhitaji sisi. Sisi kama wawakilishi wa MCS ambao tunaangalia mrengo wako, tutasimama na wewe hadi mwisho. Jambo langu la kwanza ambalo nataka kusema mahali hapa ni kwa nini kila kiongozi hapa Bungoma ambaye anajaribu kutetea wananchi ama anajaribu kufanya kazi yake vizuri huwa analengwa na anapigwa vita. Kwa nini? Na ni from the same specific quarters. Tulikuwa na kiongozi ambaye alikuwa gavana wetu wa Bungoma last regime, Mheshimiwa Wangamati. Kazi yake hadi leo inaonekana hapa Bungoma. Lakini tunajua wale ambao walimpiga vita hadi akatolewa hiyo kiti. Leo hii tuko na mjumbe wa Bumula ambaye amekuwa mtetezi wa wananchi, amekuwa mchapa kazi, anapigwa vita. Tumeona Majimbo Kalasinga kule Kapchai constituency, anafanya kazi vizuri sana. Hata ameorodheshwa katika wabunge ambao wanafanya kazi vizuri katika nchi ya Kenya kama namba 5, lakini anapigwa vita from a specific court. Kwa nini? Tumeona kule Trans Nzoia gavana ambaye yuko kule tangu devolution, kuna vitu ambavyo vimefanyika kule Trans Nzoia, lakini kwa sasa kuna mambo ukitembea Trans Nzoia unaona kweli kaunti ya Trans Nzoia inafanya kazi, lakini analengwa haswa na viongozi fulani ambao tunawajua sisi. Swali langu ni kwa nini hivyo? Inamaanisha viongozi ambao tunachagua Bungoma wakati viongozi wa kushangilia tu mtu fulani ama kusema tu tutam wasifanye kazi kwa sababu ya wananchi? That is a question ambayo sisi kama wana Bungoma tunajiuliza swali sana, kwa sababu kila kiongozi ambaye amesimama kutetea wananchi ama kusimama na wananchi amepigwa vita. Mimi swali la mwisho nauliza, hii serikali ambayo ipo, serikali ya Kenya Kwanza, zile miradi ambazo walituagiza sisi watu wa Bungoma ni lini zitatimizwa? Mlituagiza 30% yetu, siku gani itatimizwa hapa Bungoma? Kwa sababu tunapoongea hivi tumebaki na mwaka mmoja tu ili turudi kwa kura. Siku gani hii miradi zote mlituagiza tutatimizwa? Wenzangu wameongelea miradi ambazo walituagiza, sitaki kurudia kwa hayo mambo, lakini mimi kama mkaazi wa Tongareni constituency, sisi hatuna hata lami moja ambayo imekamilika, na walituagiza malami kadhaa. Walituagiza ile ya Misio Brigade ambayo tumeongelea kila wakati, wakatuagiza ile ya kutoka kule Tarubu kuja Sehendo. Hadi leo hakuna chochote ambacho kinaendelea kwenye hiyo barabara. Ni lini hizi miradi zitakamilishwa? Na mwisho, mimi nataka kuzungumza kwa heshima kabisa, nizungumuze na Council of Elders ama wazee wa Waluya ambao nimeona jana wakizungumza wakikashifu Mheshimiwa Wamboka.
Mimi nawaomba kwa heshima kabisa, sisi tunawaheshimu kama wazee wetu na nyinyi ndio wazee ambao mko tunawaheshimu, lakini mnapotatua haya mambo mkuwe neutral, don't be one sided. Kama nyinyi ni viongozi wa Bungoma ama viongozi wazee wetu, ama mnataka kusolve hii kesi ambayo ipo, lazima mkuwe neutral as you address these issues. Isionekane wazi kwamba mnapo address haya mambo mmelalia upande mmoja. Sasa mnatarajia aje tutue haya mambo? Asante. Yale ambayo yanatokea leo na kesho, kumbe wameingilia mambo ya kesho. Mimi kasi yetu tuko kwa sisi sisi saa hizi wale watu waone na mama zote ndio sasa tunaongea mambo yetu tunafanya pamoja. Kuna hiyo ni washa, lakini hivi saa hizi kutoka juu last year saa hizi kwa bei inaenda juu. Kama kuna mradi wote ambao umeconsume 30% ya budget yetu, viongozi wa executive wao iko na ikifika Juni kama hiyo pesa hakuna, mimi nasema executive wanaradi Bungoma county department wote mpaka wawe na majibu, na hiyo ndio liko nauma chini ile mali yao iko na vibaya wale. Kwa hivyo yale mambo ambayo yanaendelea Bungoma na MCA na kuta executive iko ubaya. Hiyo ni kazi tunafanya, hatuchukui mtu
tunafanya haki. Hiyo pesa ya wananchi ambayo kuja Bungoma. Kwa heshima ya mtoto wangu, kwani kuja kumuona, kuja na mkutano hivi ndio yangu yeye mambo yake ya national government yake hiyo ndio mwenyewe anajua kana ibeba. Unajua tuliombwa hawa watu wawili wenye wamefuatana ni media waingie. mnajua railway line umetoka Mombasa, Nairobi, Nakuru, Eldoret. Kazi ya uongozi ni kupiga. Sasa wakati railway ina divert, sina shida, au pia wameenda ndugu zetu wenye walienda huko wako na haki yao, lakini first unapita mahali ilikuwa wakati railway yetu inaenda. Ndugu zangu wenzetu walikuwa na shida yangu tu, part of my problems ni ile kuuliza railway, lazima railway ipite Bungoma, Kakamega na Vihiga, which is our right. Sasa rais juzi amekuwa Vihiga akasema nitaweka station, alikuwa Kisii akaweka station, Nyamira station. Kutoka wapi? Hii pesa inatoka wapi? Pesa inatoka wapi? Vitu imemaliziwa inaenda. Mnajua Waluka angekuwa commissioner wa Parliamentary Service Commission. Mimi nilikuwa mtu wa Raila kabisa. Tulienda tukakaa na Raila, tukasema Raila alituagiza kiti ya PSC commission. Raila akaambia Uhuru, akaandika barua ya Jubilee, barua ikakuja bunge kwamba Waluka ndio commission. Ilipofika kwa meza ya speaker, kama mtu wa nyumbani, nili expect speaker rule mara moja aseme ni commission. Akasema hapana, mtu akiwa amefungwa hawezi kuwa commission. How? Sana. Huyu Waluka angekuwa commission. Nani alifanya hakukuwa commission? Ni speaker. Hata hiyo mwenyewe anasema. Mimi kazi yangu ni kupigania wanyonge, Waluya. Bora mtu ni Mluya, mtu ukichezee mimi napiga kelele. Uliona wakati Waluka alifungwa? Nilisema hapa Bungoma, no Waluke, no election. Kwa sababu naamini tukishikana kama Waluya tutaenda mbele. Juzi Waluka amelia, rais alikuwa akuje kwake Desemba kucheza. Nani alikataza rais kuja? Si alisema, ninyi mnajua hiyo maneno. So as a county, we want to talk about issues. Hii vitu vingine ya side show, sisi waachane, sisi tuongelee ma issues. First, that is a side show, lakini nita address. I wanted to stick on issues. Sisi tumekuwa na mkutano wa empowerment. Tumeempower groups hapo hospital. During that emotional moment, someone came, akaimba. It was not the first time. Wakati huko Mabanga, Wetangula akiwa na mkutano, waliimba same song kuhusu Kongo. Mbona wazao wako? Kombo sio mwananchi, Kombo sio Mluo, Kombo sio Mbukusu. Tukiwa mkutano hapa Instagram, Wetangula akiwa ndugu yangu Chris Wamala ambaye pia amepigwa kwa hivi, aliimba wimbo circumcision. You remember? Mbona wazao wako ongea? Kwani Lusaka sio Mluo? Ndugu yangu marehemu Kupenda alisema, Weta alimuita akasema imba wimbo, weka. Asa kare bali ndremo, aliram ni ndram. Basa ulibaba why? Where were they? Wakati governor anatembea, ameenda akaingiliwa huko. Asubuhi kama mnyama. Raided. Kwa ambazo allegation haziko, wakapeleka kotini, koti ikatupa. Mbona hao wazee hawakuongea? Wewe unajua wakati rais amekuja hapa Bungoma, party leader wangu
Rais ametukana Eugene Wamalwa mambo ambayo huwezi sema mbele. Ati Eugene anakodisha pipi. Na nyinyi wote mnajua Eugene yako na pipi. Anaitwa Lucy. Omulonja. Anatoka origin yako ni huko. Naambia hana watoto. Na mimi najua kina Bato. Watoto wa Eugene. Mimi nawajua. Ati Eugene hana nyumba. Eugene ako na nyumba hapa Kitale. Ako na nyumba amejenga kwa farm. Eugene amenunua nyumba Spring Valley anaishi. Wakati wanatuzi viongozi wetu, wazee walikuwa wapi? Now, cha kushangaza, the worst of all, chairman wa wazee wa Luhya, hawa walikuwa wazee wa Kibukusu, ni Patrick Wangamati. Patrick alikuwa na plot hapo town. Alinunua enzi zile between hata before sisi tuzaliwe. Patrick Wangamati analipa rates kwa serikali. Amekuwa analipa rates kwa serikali. Wakati anaanza kujenga, anaenda kuchukua permit kwa serikali. Wale engineers wa serikali wanaangalia. Lakini kwa sababu mtu hako na vendetta na familia fulani, wakati walikuja kuangusha nyumba ya mzee chairman wa Council of Elders wa Luhya, Patrick Wangamati, hao wazee walikuwa wapi? Hiyo walikuwa where were they? Hii ndio maswali tunaulizana. Where were they? Mbona saa hii wanakutuka from nowhere? Where were they? Paka mzee Wangamati akachukua kiti akasema anakufa hapa. Hata kwenda kumpelekea maji akalala hapa. Hata kumpelekea tu maji walikuwa wapi? Wakati panipepe inauzwa, na nyinyi mnajua nani aliuza panipepe? Wetangula ndiye alikuwa speaker. Watauzaje panipepe? Ndiye alikuwa senator. Watauzaje mashini kwa kaunti yako kama wewe? Mbona wazee hawakuongea? Zoya imeenda. Airstrip imeenda. Wameuzia muhindi anaitwa Rupa. Unasema wanajenga hapo smart city, itafaidi watu. Umepatia mtu anajenga vitu yake na faidi yeye. Ukienda hapo lazima ulipe rent. Unasaidiaje watu wa Bungoma badala ya kuweka level 6 hospital? Mbona wazee hao? Tumekuwa na malumbano town kali kabisa. Nyinyi mnajua saa hii Senator Wakoli ndiye amefufuka. My brother in law. Ndiye amefufuka. Anaanza kuweka mishale mahali fulani. Mnajua ni nini? Mbona wazee wasiingilie hiyo? Na mwisho, you know, for you to represent people, you must be credible. Credibility yao iko wapi? Wazee wa Bumula waseme au wazee wanaongea kwa niaba yao? No. Sisi tunajua ile inafanyika. Wanaletewa statement tu hapo na kijana mwingine naitwa Elias, shilingi 50,000, nasema soma hii. Haya, ndugu yangu Chikati anapewa huko tunacheza na Chikati mpira. Chikati ile mambo wewe mimi nimefanyia Wetangula. Wewe hautafika nusu. Wacha siku yako itakuja utakuta shuka. Sasa wacha wazee waache kutumiwa. Mimi baba yangu wako 93 years. Nyange, huyo sio mzee. Hapa Bumula tuko na wazee wengi. Uliza wazee wa Bumula, hiyo maoni yao wanasema ni yao. Jana wazee wamekutana wakiwa wengi, wakienda kwa press, mbona wengine walikataa? Sasa Walukano kusema sisi tunaheshimu hao sana. Lakini kuanza kutumiwa. Wakati Ngome speaker anasema amefuta Ngome na nyinyi ni wazee. Kwani Ngome sio Mluya? Ngome sio Mluya? Sasa mimi si kuambia mtu wa kitu hivi. Si kusema. Na hii tunataka kusema ni issues. Let wazee stick to issues. Kitambo wazee walikuwa wana unite. Wangesema Wamboka analia, Wetangula amekosea wanitafute waniulize Wamboka shida ni nini? Niwaambie, waende waongee na speaker. Wangetafuta Wangamati, wangetafuta Natembea. Watoto wetu wanatolewa kwa vyama. Umeona Sifuna amewekwa maneno mingi sana sasa. Caleb Hamisi alitolewa kwa NEC. Sasa hii wanawawinda. Majimbo Kalasinga. Mliona hapa anasema ati atahama. A whole leader anasema Majimbo ahame aende Uganda. Mbona wazee Walukano walikuwa wapi? Where was he? He lost credibility. Nani aliwachagua?
Nani aliwachagua? Are they representing my father who is 93 years? No, they are not. Kama wazee wanatakana wakuwe culture. Wakati kaunti inalumbana, waite watoto wao waongee. Lakini sio kutake sides umepewa shilingi 50,000. By the way, anybody can do. Mimi nikianza misururo hapa ya press conferences naweza weka kila mahali in every village. I can do. But that does not help us. We need a conversation about real issues. Mimi nataka issues ambazo zinasaidia wananchi. Tulikuwa na mkutano Bumula. Next tunaenda Webuye East. Najua mimi hao ni uncles wao. Hao wahoji. Sisinje ndili wahoji. Kuna speaker alikuwa nao hapa anaambia barabara zao hazifanye. Mimi pia naenda kuambia. Tuko huko. Hiyo timu uliona tunaenda Webuye East. Kutoka hapo tukuje Kimilili tuendelee kuambia watu. Kuna kitu inaitwa locus. What credibility do you have? Eugene amepigwa, mbona hamkusema? Wakati Eugene anatusiwa, why did you summon? Wakati Wangamati chairman wao wanapitia masaibu, mbona hawakuita? Si wameenda wamejipronounce already. Sasa kuita gani wanaita? Hiyo ni unafiki chaplisi hiyo vitu yake. Tumepitwa na wakati. Hiyo vitu imepitwa na wakati. Hata hapa Bumula tuko na elders. Sasa huyo aite nani? What are you talking about? Those who have lost credibility. If we have to go forward, tuko na wazee wa heshima. Hapa tuko na wazee kina Morris Mahali wa heshima. Huyo kina Patrick Wangamati. Tuko na wazee wa heshima. Lakini kuna wale wazee wanaitwa tu wakati huyo amefinywa kidogo na ndio tunaanza. Wakati anafinywa kidogo wanakimbia kutetea. Sasa si waende tu kwa boma ya speaker. Waende waone nyumba nasikia imejenga huko. Waende tu huko. Kwa nini wanasema wanaita viongozi wengine? Hapana. Hiyo ni yao. Wakati mambo yamefanyika hapa Bungoma waliita, mbona hawakuita? Mbona as far as I'm concerned there's no crisis. Let's stick to issues. Serikali ilisema itafanya hii na hii. Hii kitu kingine ni side show ya Wetangula anatumia kujaribu sasa kudivert attention. Our eyes are on the ball. Aseme ile manifesto alifanyia watu, asema amefanya. There's been an attempt in my life. Lakini hata kesho hii wakisucceed kunitoa, naomba watu wa Bungoma hiyo spirit waendelee. I have said public they have attempted to kill me. Na nimwambia, there has been so many deaths. Mukui aliuawa kwa njia mbaya. Talena Vangi aliuawa kwa njia mbaya ile. Huyu Mutura wetu huyu Jacob Juma aliuawa kwa njia ile. Tumeona juzi Jirongo. Na kila Mluya akikufa, Mluya mmoja anasemwa tu. Kuna hiyo maneno. Sasa maisha yanatoka kwa Mungu. My brother, I will not mimi nafanyia watu wangu wa Bumula kazi na wanajua. We have worked very well with brothers. We will continue doing. Mimi nitaendelea kutetea watu wa Bumula. Hata nikibaki peke yangu, by the way. Our fathers cannot do it because they are old. Our mothers cannot do it because they are women. Our children cannot do it. Wanani Wamboka will do it. Even if it means costing my life. I'm ready for that. Lakini hata nikikufa leo, hiyo spirit naona hapa chini imeanza. Mtu asifikirie atakuwa safe. Yeah, we must change the way things are done in here. And this Bungoma, we must change. We cannot continue like this. Ati mtu ukiamuka unathreateniwa nani? Ukiamuka unathreateniwa wa Masimbi, ukiamuka. And sisi zingine tunakaa na speaker. He says some of these things casually against Wangamati. Sema msijaribu, msifanye nini? He says some of these things. Mpaka unashtuka unasema sana. Sasa saa hii ameshua mahali hapa anasema huyo Wamboka. Sema liwanami malezo mkuka mkani yo mundu yokanda. Issues chechi para nicho ndareizanga. Issues che hospital. Chesi wanja siendeke. Issues che stadium. They're running away from those issues. No benya kucha ku side shows. And I would beseech you, my brothers,
don't allow them to detour okusikalisa ku issues walimo 30% chiriwai basikari chirori chiriwai wanajeshi chirori chiriwai chiporo chevali mwabonaka bewewe nali mu by election choleka mcha ali chiporo ambejanga Museveni ali Museveni nyoholo ngali za speaker national government unyabwenyo hawalo mulimbananga china nabonezi kiwa goli Kenya hale poro ndala ali speaker kambele nonsense hiyo vitu. How are you going? In my constituency I have almost 5,000 people and teachers unemployed. Ukichukua barua moja hivi upatie Wamboke nikusaidie ni. That's why I refuse those things. Mimi nilikataa. Let's have a policy. Negotiate. Rigathi Gachagua akiwa deputy president alinegotiate barua 4,000 na akagawa kwa constituency yake iko. Nefwenulu njawa sipika na wako ndio kwa alibambe 15 na umuntu arejere fuchide ombulo li 15 olwazaba kuweko ndala holiday zina orisi holiday zina. Let's have a policy that will address issues of our people kuka bana muno bali unemployed bakalisa ukwanja kuyamba kusiyo yaye ta kombo pia ulio yaye kombo pia ni mulunda yeah na mimi sio mimi nilio yaye. I don't control how my people react. Liho kasi mboli haba minile badala yo kufocus eno andi wereboli sina sikira bantu bana banelirima kiwango hii. That is how I think that we address issues. Lakini physically not out. So personally I'll soldier on and Obuya is kuja Kimilili tukiprepare mkutano hijawahi kuwa kwa historia ya hii nchi Bungoma. That will be a grand meeting na tunakuja. Muriyo mnabasa.